Mimi nimeoa singomaza. Ana mtoto wa miaka kama 3 kama sio 4 hivi. Sasa leo asubuhi kama sio mchana jioni, kuna mgeni wa kiume kanitembelea nyumbani kwangu. Na mke wangu kanifuata vizuri tu kuja kunitambulisha na akaniambia kuwa huyu ndo baba wa huyu mtoto na amekuja kumsalimia, atalala hapa, ataondoka kesho asubuhi na mapema. Alafu mimi kazi yangu ni ulinzi, ili naingia usiku. Sasa ndo najiuliza niende kazini ama nibaki tu kibarua kiote nyasi ailiki mpaka ichemke. Si nimeshanunua utumbo? Nilikuwa naomba ushauri sasa, kwa sababu paka haelewi kama hawatapasha viporo. Kuna mtoto mmoja alikuwa anacheza kanisani. Sasa kwa bahati mbaya alipoteza yebo zake, walimuibia, akaanza kulia kwa uchungu. Na mchungaji alipotoka akamuuliza, "Mtoto unalia nini?" Mtoto akamwambia, "Nimepoteza yebo." Yule mchungaji akamwambia, "Usilie, muachie Mungu." Yule mtoto akasema, Mungu azimtoshi. Zile yebo ni za watoto, usicheke. Unacheka nini sasa wakati nimekupima suti? Tuwapeleke watoto kwenye misikiti au makanisa ili wamjue Mungu ailiki mpaka ichemke. Nimeshanunua utumbo. Siogopi mzi yoyote yule. Paka mwenye haelewi kama hizi mboga ni za jioni. Stress ni nini? Stressi ni pale ambapo unagombana na rafiki yako kwenye ugomvi anakuzidi. Wakati watu wanaamlia tena, anakuotea na ngumi ya pua. Unaona ailiki mpaka ichemke. Unaamua kuokota jiwe, unalirusha kwa hasira zote ili umbonde. Analikwepa. Kwa bahati mbaya sasa linambonda bibi mmoja ambaye alikuwa anapita mitaa hiyo, na yule bibi haongei chochote. Analiokota lile jiwe na kuliweka kwenye mkoba wake na kuanza kuondoka. Hapo sasa ndipo utakapojua kumbe uchawi upo na mtu mzima ni dawa. Ailiki mpaka ichemke. Si unakuwa umenunua utumbo? Usiogope mzi sasa, paka mwenye hawezi akaelewa kama huyo bibi ni mchawi.